Mtoto wa Neema TV ni yetu sote, ni yetu sote, hapa ni yetu sote, ni nyumbani, ni nyumbani, ni nyumbani. Na mpenzi mtazamaji wa Mtoto wa Neema TV, ili hapa nataka nikujuze tu kwa kifupi kwamba hii tayari imeshakuwa beef na inahitaji kabisa kuingiliwa kati kwa kina ili kuweza kutatua mzozo huu ulioko baina ya Dikiril pamoja na Nyagoman, kwa sababu maneno haya yanayozidi kuendelea yanaweza yakazaa kabisa au yakasababisha tafrani kubwa sana, yani utofauti ukaja kuwa mkubwa kulikoni. Kwa hivyo bifu lilianza pale ambako Dikiril alifanya wimbo na H-Baba. Ikumbukwe au ifahamike ya kwamba hapa kwetu NC Nyarugusu Camp, hapa kwetu NC, mtu wa kwanza kuimba na msanii wa kwanza wa kizazi kipya hiki kuimba na H-Baba alikuwa ni Dikiril. Walifanya kazi inaitwa Tikiti, kazi ambayo kidogo ilisikika kwenye media mbalimbali za hapa nchini. Pia Juma Lokole ni mtu ambaye alisimama kabisa kipaumbele kuhakikisha ameisambaza kazi hiyo ya H-Baba na Dikiril. Maana kipindi hicho tulifuatilia kabisa. Juma Lokole aliposti takriban wiki na zaidi, yuko anamposti kwenye blogu zake zote Dikiril. Hiyo ikatupa moyo kwamba Bembes tunasikika kidogo masafa marefu. Lakini ilivyotoka kufanyika hiyo kazi, aliyecomplain ni Nyagoman. Nyagoman alishindwa kuelewa, na kipindi hicho alimchukulia Dikiril kama vile ni ana mawazo finyo, kwa maana kwamba idea aliyochukua ya kuenda kuimba na H-Baba ni sawa na kuharibu pesa za management bure, kwa sababu H-Baba ni msanii ambaye hawezi kukufikisha popote pale. Kwa hiyo haututishi sisi kuimba na H-Baba, watu tuna create ama tunaandaa vitu vikubwa sana. Akaongea vitu vingi vya kuashiria kwamba H-Baba kidogo wazi yake nini bado, yani ndio kidogo hivyo inamaanisha kwa kifupi. Lakini mwisho wa siku, sasa siku azigandi, akapata mission na yeye Nyagomani, akapata mission ya kuimba na H-Baba. Akapata mission ya kuimba na H-Baba, waka remix ngoma inayoitwa Tomine, ambayo awali ilikuwa imefanyika na Dogo Zuu pamoja na Nyagoman. But this second time wakaenda kuiremix, ikawa mtu tatu, yani H-Baba na Dogo Zuu na Nyago wakaremix hiyo Tomine, ikafanyika kama hivyo tunavyoiona. Kitendo hicho ambacho sasa kimempa kauli Dikiril ya kwamba imekuwaje huyu dogo anaenda kuimba na H-Baba, hivi atakuwa amesahau maneno yote aliyoropoka kipindi ambacho mimi nimeimba na H-Baba? Aliongea maneno mengi sana, lakini nilichojifunza ni kwamba madogo wanaongea maneno kutokana na rika yao, ya vitu kama hivyo, kutokana na umri. Maana aliongea sana kipindi ambacho mimi nimeenda kurecord na H-Baba, lakini leo yeye sasa sioni kama ameenda kufanya kazi na nani. Ameenda kufanya kazi na babake au na H-Baba anayemjua mimi? Hayo ni maneno ya Dikiril na nukuu ameongea kwenye media mbalimbali. Na akamalizia kusema kwamba ninachobaini tu, kinachofelisha hapa ni wivu. Kinachofelisha hapa ni wivu. Mwenzako anapokuwa amefanya kitu, basi unakuwa umejawa na wivu. Mimi yani nashindwa la kuongea na nashindwa la kufanya baada ya kuangalia Nyagoman kurudia kuimba na H-Baba, huku nikiyakumbuka maneno yote ya kashfa na kejeli aliyoniongelea Nyagoman kipindi ambacho mimi Dikiril nimefanya na H-Baba. Ilionekana kwamba sina akili. Tukienda kwa Nyagoman alishindwa cha kuongea. Tukienda kwa Nyagoman alisema kwamba yeye ni msanii mkubwa hapa NC na hakuna msanii anayeweza kujilinganisha naye, maana anaongoza kwa tuzo nyingi,
anaongoza kwa pesa nyingi, ya anaviashiria vya kuonyesha kwamba yeye anawazidi pesa. Vitu anavyotumia viko very expensive, kidogo tofauti na vitu mnavyotumia wengine. Kwa mfano wa vile simu, kwa mfano wa vile bike na vitendea kazi vingine mbalimbali ninavyotumia mimi Nyago, ni vitendea kazi ambavyo msanii yoyote hapa kwetu NC hajafikia kabisa hadhi ya kuvimiliki. Kwa hiyo tuacheni chuki, mnipe mimi heshima yangu tu. Hayo ni maneno ya Nyago man. Na upande huu wa kike kidogo nako kumekucha, kumepambazuka. Kuna hii klipu hapa ambayo imevuma sana mtandaoni, ambayo imeachia matusi kabisa, na matusi yametoka kwake Mary. Matusi yametoka kwake Mary yakimwelekea Dogo Zuu ambaye ni malkia wa Nyagoman. Inafahamika kwamba Dogo Zuu ni malkia wa Nyagoman. Lakini uhusiano wa Mary na Dekrill au Midosh team hatujajua. Siwezi kusema kwamba kuna uhusiano gani wa kikazi au kindugu au kirafiki, bado hatujajua kivile. Tunavyoelewa tu ni kwamba Mary ni video vixen. Yes, na Dogo Zuu ni mwimbaji, anaimba na Nyagoman. Lakini hatujajua sababu iliyofanya Mary kumtukana Dogo Zuu kiasi kile. Mpenzi mtazamaji, kusema kweli amemtukana matusi ambayo sijui kama ni utani, kama ni kazi. Kidogo tunashindwa kuelewa this word means. Anamwambia Dogo Zuu ya kwamba hapa hamna cha queen wala pesa. Wewe Dogo Zuu, hazi yako ni matako tu. Basi labda ungejiita queen matako, mimi Mary ningekuelewa. Na ulivyokuwa hauna haya kabisa, unaenda kuimba mziki sijui wa ombele aete onyuma aete. Mimi nakukubalia ya kwamba mbele unayo, lakini Dogo Zuu nyuma hauna. Nikikuangalia nashindwa nikulinganishe uzito na kiungo changu kipi mwilini mwangu. Hizo ni kashfa na kejeli kutoka kwake Mary, na siku hiyo anaongea hivyo walikuwa kabisa live na Dekrill. Tena walikuwa wakiongea kwenye media kabisa, yani maneno kama hayo ambavyo vinaonesha hali fulani ya giza. Kama havikupata watu wakuja kuvingilia, akia Mungu haya mambo yatakuja kuwa makubwa zaidi. Ulikuwa nami Sanjay Doa kwenye Mtoto wa Neema TV, na show ya Utaelewa leo ilikuwa kama hivyo unavyoona. Kwenye mitambo ameendesha mtu mzima janja la majanja Prosper Ezra. Ciao. Mtoto wa Neema TV ni yetu sote. Hapa ni nyumbani.